Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Jessica John Magufuli, naomba swali namba 165 lipatiwe majibu ya serikali. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Jessica John Magufuli, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kushirikiana na sekta binafsi na taasisi za kimataifa kuhakikisha vijana wanajengewa ujuzi sahihi wa matumizi ya akili mnemba. Vile vile, serikali imeandaa mkakati wa kitaifa wa matumizi salama ya teknolojia ya akili mnemba unaolenga kukuza ujuzi kuanzia ngazi ya elimu ya msingi hadi vyuo vikuu ili kujenga hazina ya wataalamu mahiri nchini. Aidha, serikali kupitia Tume ya TEHAMA imepitia mitaala 110 ya vyuo vikuu 32 vyenye mlengo wa TEHAMA ili kuhakikisha vyuo hivyo vinajumuisha moduli za akili mnemba, hatua inayolenga kuendana na mahitaji ya soko la ajira pamoja na kuzalisha vijana wenye ujuzi wa teknolojia ya kisasa ikiwemo akili mnemba. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa akili mnemba utahusisha uanzishwaji wa vituo vya ubunifu nchini katika mikoa ya Lindi, Dodoma, Tanga, Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya na Zanzibar. Sambamba na vyuo hivyo, serikali inakamilisha taratibu za kuanza ujenzi wa taasisi ya taifa ya teknolojia ya kidijitali katika eneo la Nara jijini Dodoma, ambayo itajikita katika utoaji wa mafunzo katika teknolojia zinazoibukia ikiwemo akili mnemba. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi yatakayochochea ubunifu, kuimarisha ushindani wa kimataifa na kuhakikisha manufaa ya teknolojia ya akili mnemba na teknolojia nyingine zinawafikia wananchi wote kwa maendeleo jumuishi na endelevu. Mheshimiwa Dickson Lutevele Villa. Nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini naomba nimuulize swali moja la nyongeza. Kwa kuwa teknolojia hii ya AI ndio inayoongoza dunia kwa sasa, na mara nyingi fursa kama hizi zinawapata tu vijana wa mjini. Je, Mheshimiwa Waziri, uko tayari kuhakikisha kwamba teknolojia hii mnazunguka hasa vijijini ikiwemo maeneo ya mikoani kama Mafinga kwa ajili ya kuwafundisha vijana wote ili waweze kupata fursa hii? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Kuhusu kuwafikia vijana katika maeneo ya mikoa mbalimbali, ndio sababu nimeeleza kwamba tumeanza utaratibu wa kujenga vituo vya ubunifu nchini. Tumeanzia na mikoa ambayo nimeitaja, mikoa ya Lindi, Dodoma, Tanga, Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya na Zanzibar, na tutaendelea hatua kwa hatua kuwekeza katika mikoa mingine. Lakini pia serikali inashirikiana na wadau mbalimbali wa kimataifa. Kwa mfano, tunashirikiana na International Telecommunication Union ITU katika wanafanya mradi na Tume ya TEHAMA. Huo mradi unaitwa ITU AI for Good Sandbox. Mradi huu unatekelezwa kwa vijana wote nchini bila kujali ni wa mjini au wa vijijini, kwa lengo la kuwapa uwezo wa kutengeneza mifumo ya AI. Kwa hiyo serikali inalitambua hilo, na pia serikali inashirikiana na UNESCO kuwekeza katika maeneo haya. Hili litahusisha watumishi wote wa serikali walio mjini na maeneo yote ya nchini, vijijini na kila sehemu katika kuwajengea uwezo wa eneo hili la akili mnemba. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mabula Magangila.
Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa kuwa katika sekta ya elimu tumekuwa tukihangaika na walimu wengi kwa baadhi ya masomo kama sayansi na biashara, je, ni lini serikali sasa itatumia teknolojia hii kutengeneza walimu ambao wataenda kufundisha masomo ambayo yana upungufu wa walimu watokanao na akili mnemba? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijibu swala la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Swala la nyongeza. Katika jibu langu la msingi nimeeleza kwamba Tume ya TEHAMA, serikali kupitia Tume ya TEHAMA imepitia mitaala 111 ya vyuo vikuu 32 vyenye mlengo wa TEHAMA. Hivi vyuo vingine vinafundisha inafundisha walimu. Kwa hii mitaala ambayo tumeipitia itahakikisha kwamba tunatoa wataalamu wakiwemo walimu, wataalamu wanaotumia akili mnemba wakiwemo walimu, ili waende kufundisha katika shule wanazozitumikia. Tunaendelea na swali la Mheshimiwa Thomas Mgonto Kitima, mbunge wa Ikungi Mashariki. Asante sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Sasa niombe serikali iweze kupatia majibu swali namba 166 kwa niaba ya wananchi wa Ikungi Mashariki. Asante. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Thomas Mgonto Kitima, mbunge wa jimbo la Ikungi Mashariki kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua umuhimu wa huduma za mawasiliano ya uhakika katika kila kijiji nchini kama msingi wa kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi, hasa katika zama hizi za uchumi wa kidijitali. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na taasisi zilizo chini ya wizara pamoja na sekta binafsi imeendelea kupanua miundombinu ya mawasiliano ikiwemo ujenzi wa minara ya simu, hususani katika maeneo ya vijijini ambayo bado kuna changamoto ya mawasiliano ya simu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeandaa mpango mkakati mahususi wa ujenzi wa minara kwa kipindi cha miaka mitano 2025 mpaka 30. Mpango huu unalenga kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 vijiji vyote nchini vinapata huduma za mawasiliano mbadala ili kuwezesha wananchi kupata huduma za mawasiliano na kushiriki kamilifu katika uchumi wa kidijitali. Katika utekelezaji wa mpango huu mwezi Disemba 2025, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote ilikamilisha mradi wa awamu ya 8 ya ujenzi wa minara 758 nchini. Utekelezaji wa awamu ya 9 ya ujenzi wa minara 636 unaendelea na utakamilika mwezi Disemba 2026. Vile vile UCSAF inaendelea na awamu ya 10 ya ujenzi wa minara 287 ambayo mikataba yake ilisainiwa Disemba 2025. Hatua hii inalenga kuongeza upatikanaji wa huduma za mawasiliano katika maeneo ambayo bado hayajafikiwa na kuboresha huduma kwa wananchi. Mheshimiwa Thomas Kitima. Asante sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Je, ni lini serikali itaona umuhimu kwa kuwa karibia kata nyingi hazina mawasiliano, mfano kata ya vijiji katika kata ya Mang'onyi, Tuntu, Misuha, Kikio, ambao kuna maeneo kama Mnane, Kundi pamoja na Mankumbi hawana kabisa mawasiliano, na hata mimi nikienda kwenye ziara huwa nikifika huko na kuwa kama niko gizani, kama nimepotea na siwezi kupatikana. Je, ni lini serikali itaona umuhimu kuwapatia hawa watu mawasiliano kwa kuwajengea minara hasa katika maeneo yenye huduma za kijamii kama mashule, ili yawepo mawasiliano na tuweze kufanya miradi ya kitaifa? Swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kijiji ninachotoka kinaitwa Siuju, na nikiwa kijijini huwa nalazimika kwenda kijiji cha jirani ambacho kinaitwa Makiungu ili tu nipate mawasiliano, na mara nyingine huwa nalazimika
kutokufika kijijini nilale mjini, ili mradi tu nisikose taarifa za kitaifa. Kwa mfano, Mheshimiwa Rais ana jambo la kitaifa, kwa hiyo nalazimika kukaa mjini ili tu niweze kupata mawasiliano, kwa sababu kijiji kinachotoka hakuna mawasiliano. Je, ni lini serikali itaona muhimu hichi kijiji cha Siuyu ipate mawasiliano ya kutosha? Kwa sababu mimi mbunge wao natoka pale, wakiona hata mbunge hana mawasiliano itakuwa sio jambo zuri. Asante sana mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa mbunge Kitima kwa pamoja kama ifuatavyo. Mheshimiwa, tumepokea changamoto yako kama wizara. Naomba nimwelekeze mkurugenzi mkuu wa UCSAF aende jimboni kwako kufanya tathmini ya kina kuhusu tatizo hili la mawasiliano na kuchukua hatua za dharura kulifanyia utatuzi kwa kadri itakavyowezekana.